wapendao. Vijana wameamua kuoa wawapendao, na hii ni hatua Mola aipendayo. Namuomba Muumba abariki ndoa yao. Hey! Mke wangu, hapa njoo kwangu, napo njoo kwako, kwa mwanangu. Karibuni kabisa. Karibu mke wangu kipendwa, liua la moyo, barafu la moyo, liua na nafsi yangu, tulizo la moyo wangu. Karibu kabisa sana. Hii nyumba yote ni ya kwako, ni mali yangu. Nasikia furaha sana kabisa. Ili mke wangu, kwa maneno ambayo unanisifu, kwanza Allah akulipe kila la kheri na akubariki katika ndoa hii. Kwa kweli shukrani zangu kubwa sana nataka kutoa kaka yako ambaye anaonyesha maisha, ambaye alinitoa katika giza akanitoa katika mwanga. Kwa kweli kaka yako Allah afungue milango ya riziki na mbariki. Amen. Na mkingi na kishio cha usta kabisa. Amen. Ni hayo tu kabisa, na Allah abariki ndoa yetu, tuishi na kushikamana na tuzikane. Nilikuwa naomba Mungu anipe nguvu nisiwahi kukosea katika maisha yangu, ni sababu ya kutabasamu kwako, nije kupoza machozi ambayo mke wako wa kwanza alikutoa inshallah. Nilia sana mpaka macho kwa hivi maashi kwa vile chura kwa hivi. Mke wangu nafurahi sana. Imani mambo yatakuja kwa sawa. Na inshallah. Mwanangu furahi. Mbona furahi? Nafurahi. Allah mtoto kitasala hata mbili. Mtoto amelelewa lazima malezi bora kabisa kwa mtoto. Naam inshallah. Hata sasa tukasali kisi mtoto ambaye anatubusha tukasali ndio kabisa. Ni kweli kabisa, tusikweze muda kabisa, huo ndio muda wa kufanya ibada. Naam. Tukasali ila. Naam inshallah. Asante sana. Yaani kabisa ulijua kama ni picha maji hizi. Sababu nilitoka kazini nimechoka sana. Bismillah. Jongo. Naam. Ameweza kushinda sasa bado nyumbani. Nzuri. Kama lakini. Alhamdulillah. Nilikuwa nakufikiria sana. Hapana. Sio mimi nimeona nafikiri kabisa kutoka kazini mapema nifikiri. Subiri wewe. Naam inshallah. Lakini kabla hatujaenda kula, nilikuwa nikwambie kitu. Naam. Nilikuwa naomba aidha tumpatie masomo mazuri. Kwa sababu huyu mtoto ana akili, nimeshagundua hiyo kitu. Ana akili sana. Sana kabisa. Mtafutie masomo ya kusoma Kiingereza, Fransai. Jua ana akili sana. Fikra yako wewe ya kwangu mzazi ni kutanisha kabisa. Ama leo naongea leo na mimi leo hii. Aseme sasa. Ndio mimi pia nataka nikwambie. Sasa mwanangu ana akili sana. Sana. Kabisa natafuta masomo mazuri sana. Nasikia masomo mazuri kitu yako. Za kule mvile kule kama unaelekea njia na kwenda Kanyosha. Hapo masomo mazuri tu. Hata kama sasa okay, pale pale. Nataka asome kwanza moja. Ajue Mola wake. Pili, ajue Kiingereza. Ajue Fransai. Kabisa sababu huyu ndio kisha takuwa sisi kutombea dua wake. Ndio sisi tutakuwa duniani atakuwa duniani. Kabisa, mkiona kabisa. Aina na
masomo. Naam. Asalamu alaykum. Salamu. Aila mwanangu, njoo mama, njoo. Aila njoo. Mimi ni mama Aila. Umesahau mimi ni mama yako. Njoo Aila mwanangu. Baba Aila, naomba msamaha. Baba Aila, mume wangu, nisamehe. Allah Malik al-Qudus. Baba Aila, nisamehe. Makubwa ya dunia yamenikuta. Najua nimekukosea mengi, nimefanya maovu mengi sana ya kukuumiza, ya kukatisha tamaa. Naomba nisamehe mume wangu. Dunia imenifunza, nimekutana na makubwa nieuka. Mwanaume amenitupa, amenifunza. Sio wa maana tena kwangu. Unamwona huyu ambaye alikosa haya hata uzuri mmoja. Huyu ndio mnifanya mateso yote na kuniletea machozi katika nafsi zangu na kunifukuza mimi hadi mpaka kwao, kunifukuza hadi mpaka shangazi yake na kake na kuchangia mpaka kunipa mtoto. Wangu mtoto ni wetu sisi wote. Tena koma kabisa. Tunaweza pamoja. Tena koma kabisa. Ndio jina la bila tena. Acha. Naomba kupiga hilo jina. Nisho mimi wangu tena. Kabisa. Basi baba. Allah ni mjibu wa kila jambo. Allah ni mjibu wa kila jambo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumtupilia mja wake. Ile kitu ambacho ujue. Kwa nini wanawake na tamaa? Kwa nini wanawake kuuzika na kila ambacho inafuatia? Kwa nini uninyanyasa na kunizalilisha mbele ya wazao na kuniaibisha mbele ya mtaani, kunishia kama vile mimi sijui ni Mungu wa fulani? Basi Allah na imani zile dua ambao Allah amenijibu. Allah amenijibu. Sio kitu kidogo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi tulifunga ndoa na akatushikisha mkono na bashe wakasoma zile dua, wakasoma zile aya. Unafikiri aya, unafikiri zile aya za ulofa? Najua baba Aila, najua. Ila nisamehe, Ibilisi amenipitia. Ibilisi hakuona. Wala Ibilisi hakudanganya. Nafsi yako na tamaa zako. Njoo mama wangu, njoo. Njoo mtoto wangu, njoo. Kwa kweli mimi sio mnyako tena. Unaongea mengi sana kusikiliza. Hapo jambo la mbele yangu ulikosa haya hata umachoni wa haya kabisa. Muda wa kuoa tena sina. Nazika na mke wangu. Maji yangu ya baridi mtunguni akitaki kulia kabisa. Nilikusaliza muda wa kikosi langu, lakini sahau kabla wewe tuliokuwa mke na mume. Kabisa nikusamehe. Sina ubaya wewe. Lakini tambua kwamba mimi na wewe usahau kani na kwa mke na mume. Tulizaa Aila. Ndio mtoto wa kwanza baba Aila. Nisamehe, nipe basi mke wa pili. Ndanizika. Aila mwanangu. Njoo mama, njoo. Wewe sio mama yako, njoo. Hata umevurugia familia na sabuni moja mpaka kutatu. Uosho kwa ndani. Ina maana huyu anakuwa ni kibali. Baba mwanangu. Aila mama, njoo. Kabisa napo sabuni moja mbili. Utoka utoki. Aila mama. Njida mkubwa wewe. Ndio mwanamke. Muona? Amekosa haya. Hata uzuri macho wala mwanamke huyu. Matusi ya unafiki haya. Hizi ni zile tamaa za wale wanawake wanaolewa hawajui kitu gani ndoa. Wanawake wanaolewa hawajui nini maana ndoa. Hawajui wallahi.
Kila mara majuto mjukuu, na mkata pema pabaya pana mgoja. Jamila baada ya kuachana na Fatini aliishi maisha ya huzuni sana, na mwisho wa siku akaona hana nyingine njia zaidi ya kwenda kumtaka radhi mzazi mwenzake Adil. Maji yakishamwagika kamwe hayazoleki. Amesameheka, ila ubovu wa bahati, swala zima la kurudiana naye lilikuwa haliwezekani tena, maana Adil alikuwa tayari kisha mpata mpendaye kwa dhati. Na binti Asma alikutwa na mkumbo huyo huyo wa Jamila. Baada ya kumkataa Taslim na kuolewa na Anas, alikiona cha mtema kuni na kujutia maamuzi yake. Alitamani kurudiana na Taslim, lakini pia lilikuwa haliwezekani. Anas yeye alipoambiwa hatozaaga tena, huku akakumbuka kuwa ana mtoto wake, binti yake ambaye alizaliwa na Tasni, basi alitumia ubabe wake hadi akamwiba mtoto huyo. Je, aliishi naye?